Kulikuwa na ukimya mzito ndani ya chumba kidogo cha udongo kilichokuwa pembeni ya nyumba ya zamani iliyochakaa. Dirisha moja dogo lilikuwa wazi, likiruhusu upepo wa jioni kuingia taratibu, ukibeba harufu ya mvua iliyonyesha asubuhi. Ndani ya chumba hicho aliketi Mwalimu Suleiman, mzee mwenye nywele nyeupe kama pamba, macho yaliyobeba uchovu wa miaka mingi, lakini pia busara ya maisha. Mezani mbele yake kulikuwa na karatasi nyeupe, kalamu ya wino wa bluu na Biblia iliyochakaa pembeni. Alikaa kimya kwa muda mrefu, akitazama karatasi ile kama mtu anayepambana na kumbukumbu nzito. Alisema kwa sauti ya chini, kana kwamba anazungumza na nafsi yake. Maneno si rahisi kuyaandika, hasa pale anapolenga kuokoa kilichokwisha potea. Akamshika kalamu kwa mkono unaotetemeka kidogo, akaanza kuandika. Barua ilianza hivi: mwanangu mpendwa, huenda ukashangaa kupokea barua hii. Huenda ukaamua hata kutoisoma. Lakini kabla hujaifunga au kuichana, kumbuka hili moja: baba yako hajawahi kuacha kukuombea. Macho ya Mwalimu Suleiman yakajaa machozi. Alisimama kuandika, akavuta pumzi ndefu, kisha akaendelea. Aliandika kuhusu maadili aliyomfundisha tangu utotoni. Aliandika kuhusu heshima, uaminifu na thamani ya maisha. Hakumtukana mwanawe, hakumlaumu moja kwa moja, bali alimkumbusha alikotoka na mtu aliyekuwa anaweza kuwa. Alipomaliza alifunga barua polepole, akaweka ndani ya bahasha na kuandika anwani ya mwanawe aliyekuwa akiishi mbali, mahali ambapo hawakuwa wamewasiliana kwa miaka 3. Safari ya barua. Siku iliyofuata, Mwalimu Suleiman alimpa kijana wa posta barua ile. Hakikisha inamfikia, alisema kwa sauti iliyojaa matumaini. Kijana wa posta akatikisa kichwa, akaondoka. Lakini barua ile haikufika siku hiyo. Haikufika wiki hiyo. Haikufika hata mwezi huo. Bahasha ilipitia mikono mingi. Ilikaa kwenye draw ya posta ya mji mdogo kwa wiki kadhaa. Ilipotea, ikapatikana tena, ikapelekwa njia isiyo sahihi. Na wakati huo wote, Mwalimu Suleiman aliendelea kusubiri. Kila siku alikaa karibu na dirisha, akitazama barabara, kana kwamba majibu yangekuja kwa miguu. Mtu ambaye hakutarajiwa. Mji mwingine, mbali kabisa na ule wa Mwalimu Suleiman, ndani ya ukumbi mdogo wa kanisa la kijijini, kulikuwa na watu wachache waliokusanyika kwa ajili ya mkutano wa jioni. Miongoni mwao alikuwepo Jabir, kijana mwenye uso uliojaa uchovu, macho yaliyokosa matumaini, na maisha yaliyokuwa yamejaa maamuzi mabaya. Jabir hakuwa amekuja kwa hiari. Alikuwa amekuja kujificha. Kujificha dhidi ya dhamira yake. Kujificha dhidi ya maisha aliyokuwa anaishi. Mchungaji wa kijiji alisimama mbele, akasema, leo, kuna barua moja ilitumwa kimakosa. Lakini niliamua kuisoma hapa, kwa sababu niliamini kuna mtu anahitaji kuisikia. Ukumbi ukawa kimya. Mchungaji akaanza kusoma. Maneno yale: mwanangu mpendwa, huenda ukashangaa kupokea barua hii. Jabir alinyanyua kichwa polepole. Kadiri mchungaji alivyoendelea kusoma, moyo wa Jabir ukaanza kupiga kwa nguvu isiyo ya kawaida. Kila sentensi ilionekana kama imeandikwa kwa ajili yake. Kila onyo lilionekana kugusa maamuzi yake ya zamani. Kila neno lilichoma dhamira yake kama moto wa polepole. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Inawezekanaje, aliwaza, mtu asiyenijua aandike maisha yangu? Barua ilipofika sehemu ya mwisho, Jabir alikuwa amesimama, bila kujua alisimama lini. Machozi yakaanza kumtoka. Lakini kabla mchungaji hajamaliza kusoma barua ile, mlango wa kanisa ukafunguliwa ghafla. Mtu akaingia akiwa na pumzi nzito, uso wake ukiwa na mshtuko. Akasema kwa sauti ya haraka, samahani, hii barua inapaswa kumfikia mtu mwingine. Inapaswa kumfikia mwana wa Mwalimu Suleiman. Ukumbi wote ukanyamaza. Jabir akasogea hatua moja mbele. Akauliza kwa sauti iliyotikiswa na hisia, na kama imenifikia mimi kwanza, je, hilo ni kosa au ni mpango? Je, ungependa tuendeleze sehemu inayofuata ya hadithi hii ili kuona nini kitatokea kwa Jabir na Mwalimu Suleiman?